vipawa vilivyopo ndani ya huduma. Vipawa vilivyopo ndani ya huduma. Vipawa vilivyoko ndani ya huduma, Roho Mtakatifu ameviainisha viko 9. Vipawa vilivyopo ndani ya huduma. Kwenye zile huduma 5 ambazo nimezitaja, kuna vipawa sasa ndani yake ambavyo vipo 9. Namba 1, amezungumza kwa habari ya hekima. Kwa hiyo nabii anaweza kawa na hekima, mchungaji anaweza kawa na hekima, mwinjilisti anaweza kawa na hekima. Ni ndani ya kipawa kilichopo ndani ya uinjilisti au ya ualimu au ya uchungaji. Kwa namba 1 ameweka hekima. Lakini namba 2 ameweka neno la maarifa. Kwa hiyo mwinjilisti anaweza kawa ni mwinjilisti lakini katika kuombea ana maarifa. Kuna mtu mwingine mnaweza mkamwombea masaa 3. Akija mtu mwenye maarifa akamwambia fanyeni hivi na hivi, tayari kafunguliwa. Ni maarifa. Namba 3 ni kuponya. Huduma ile ya kuponya. Amen? Amen. Namba 4 ni matendo ya miujiza. Yaani anakuwa na miujiza kama ile ya Petro na Yohana, wanafika kwenye mlango anamwambia hatuna fedha wala dhahabu, ila kwa kila tukupaje kwa jina la Yesu simama uende. Vifungo vyote vikafunguka. Ile inaitwa matendo ya miujiza. Namba 5 ni unabii. Kuna mtu unakuta ana kipawa cha kuona, kamanda, kama ile wajuzi ile. Alitupigia simu, akawa anaonyeshwa mambo yako. Nakumbuka, unakumbuka? Kile ni kipawa ambacho kipo ndani ya huduma. Anaonyeshwa sana. Na watu ambao wana vipawa au huduma ya kuona kama ya kiunabii, huwa vita yao kubwa sana ni kwenye macho. Wanapofushaga macho. Lakini pia namba 7 ni kuzijua roho. Yaani kuna mtu anaweza kawa yuko hapa akatambua hii roho ni ya Mungu, hii roho ni ya shetani. Kuzijua roho. Yaani namba 6, namba 1 hekima, namba 2 ni neno la maarifa, namba 3 ni imani, namba 4 ni kuponya, namba 5 ni muujiza, namba 6 ni unabii. Namba 6 ni unabii. Ndio hiyo ambayo nimezungumza kwa habari ya unabii. Unakuta unabii ni huduma, tumezisoma kule kwenye Waefeso, lakini pia ndani ya huduma kuna kipawa. Kama alivyomtuma nabii Samueli, hujasikia sauti ya Mungu hujatika. Leo Bwana anakuita. Mwambie Bwana karibu, sema nami. Ndio Bwana. Endelea kumwita Bwana. Endelea kuabudu, usimwangalie jirani yako. Mwambie Bwana karibu moyoni mwangu. Funga macho yako, usimwangalie jirani. Unapoitwa unaitwa peke yako. Bwana, watu wanaonyesha vipawa vyao leo. Watu leo wanaachilia karama zao. Bwana ameshuka leo. Bwana ameshuka mwenyewe leo. Anakuita kwa njia